Karibu katika ulimwengu ambapo kila sauti ina maumivu na kila simulizi ina funzo la kipekee. Hapa ndipo ukweli unaposimuliwa bila woga na siri zilizozikwa kwa miaka mingi zinafukuliwa. Wewe unayesikiliza sauti hii sasa umekuwa sehemu ya familia kubwa. Hapa ni BBV Stories. Tunakuletea simulizi za maisha, dhuluma, upendo na haki zinazochelewa lakini hazipotei. Ili usipitwe na mwendelezo wa hadithi hizi zinazosisimua mwili na roho, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe hapo chini na usisahau kuwasha kengele ya taarifa. Maoni yako ni muhimu kwetu. Tuambie, simulizi hii imekugusa vipi kwenye sehemu ya comment? Baki nasi, kwani hapa BBV Stories, kila hadithi ni safari ya moyo wako. Mimi ni msimulizi wako, Victor Rashid. Leo nakuletea kisa ambacho kitazitisha hisia zako. Kisa kitakachokufanya utafakari maana ya ubinadamu na ukatili wa mfumo wa sheria pale unaponaswa na mtego wa chuki na kisasi. Hii ni hadithi ya kijana Bright, kijana aliyekuwa na ndoto, kijana aliyempenda mke wake Neema kwa roho yake yote. Lakini ndani ya sekunde chache, alfajiri moja ya damu, maisha yake yaligeuka kuwa majivu. Je, unaweza kuvumilia miaka 15 gerezani kwa kosa usilolijua? Je, utafanya nini ukigundua kuwa wakati wewe unatafuta haki, mke wako, kimbilio lako la pekee, amekata tamaa na kuchagua kifo? Sikiliza kwa makini simulizi hii ya kusisimua na ya kusikitisha niliyoiandika kwa ajili yako. Huu ni mwanzo wa safari ya maumivu, usaliti na haki iliyochelewa. Hii ni Hukumu ya Majivu. Sura ya 3: Shinikizo la upweke na hukumu ya kanga. Karibu tusafiri pamoja. Kijiji cha Kibaoni kilikuwa kimegeuka kuwa jehanamu ya baridi kwa Neema. Kila mara jua lilipochomoza, halikuleta mwanga wa matumaini, bali lilifichua upya makovu ya nyumba yake iliyopondwa na dharau za watu waliowaita ndugu. Neema alikuwa ameketi kwenye kigoda chake cha mbao, akiwa amejifunga kanga moja iliyopauka. Macho yake yaliyokuwa na weupe wa maziwa zamani, sasa yalikuwa mekundu na yamevimba. Upweke ulimlaa kama mchwa anavyokula mbao. Siku ya 5 tangu Bright akamatwe, Neema alijikokota kwenda kisimani. Alipofika, akina mama 10 waliokuwa wakichota maji walinyamaza ghafla. Ukimya ule ulikuwa na ncha kali kuliko panga. "Jamani, naomba nafasi nichote hata nusu ndoo," Neema alisema kwa sauti ya unyonge. Mama mmoja alitembea mbele na kumpokonya ile ndoo. "Nafasi? Unaomba nafasi kwenye kisima cha watu wasafi? Wewe ni mke wa muuaji. Mikono yako inanuka damu ya mtoto wa Zakaria. Ukigusa maji haya, kisima kitakauka." "Lakini Mama Mary," Neema alijaribu kujitetea, machozi yakimshika. "Usiniite Mama Mary." Yule mwanamke alipayuka, akitupa ile ndoo ya Neema porini. "Nenda kanywe damu ya mumeo. Kuanzia leo, huna ruhusa ya kuchota maji hapa." Wakati Neema akiteswa na njaa na upweke kijijini, Bright alikuwa akisimamishwa kwenye kizimba cha mbao mahakamani. Pingu zilikuwa zimeingia ndani ya nyama ya mikono yake, zikitengeneza kidonda kinachotoa usaha. Alisimama huku akitetemeka, akitazama umati wa watu uliokuwa umejaa chuki. Mwendesha mashtaka alianza kusoma mashtaka kwa sauti ya radi. "Mheshimiwa hakimu, mbele yako yuko Bright, mnyama aliyejivika ngozi ya binadamu. Alimnyonga mtoto Baraka kwa makusudi, kwa lengo la kupata utajiri wa kishirikina. Ushahidi wa damu mlangoni kwake ni kithibitisho tosha kuwa huyo hafai kuishi." Bright alijaribu kufungua kinywa chake. "Mheshimiwa, nimesainishwa kwa mateso. Mimi sijaua." "Nyamaza.
hakimu aligonga nyundo. Hapa si mahali pa hadithi. Miaka miwili ya mivutano ya mahakamani ilikuwa ni mateso ya taratibu. Kila mara alipotafuta uso wa Neema kwenye umati, hakuona. Neema hakuwa na nauli ya kuja mjini. Neema alikuwa amezungukwa na kuta za chuki kijijini, akila mizizi na kunywa maji ya madimbwi. Siku ya hukumu ilipofika, anga lilikuwa na mawingu mazito. Bright alisimama kizimbani, mwili wake ukiwa umekauka kama kamba ya mkonge. Hakimu alirekebisha miwani yake na kuanza kusoma hukumu ya kichungu. Mahakama imepitia ushahidi wote. Kwa kosa la mauaji ya kukusudia, mahakama hii inakuhukumu kutumikia kifungo cha maisha gerezani. Mama yangu. Bright alipiga yowe la kukata tamaa na kuzimia hapo hapo. Aliburuzwa kuelekea kwenye gari la gereza. Bright alikaa kwenye kona ya selo yake usiku ule, akitazama mwezi kupitia nondo za chuma. Alianza kulia, si kwa sababu ya kifungo, bali kwa kumfikiria Neema. Alijua kuwa kifo chake kimeanza rasmi, na Neema ndiye atakayekuwa mbeba msalaba wa maumivu haya. Kule kijijini, Neema alipopata habari kuwa mume wake amefungwa maisha, alichukua mkaa na kuandika ukutani: haki imekufa, na mimi nimekufa nikiwa hai.